Zipi? Moja, mawe; pili, kuni; tatu, dhabihu; nne, moto. Tameta hapo hapo. Biblia inasema pale Golgotha, pale Kalvari ilikuwa sehemu ya miamba. Kwa hivyo mawe ya madhabahu alijenga Mungu mwenyewe. Pili, msalaba ndio ulikuwa kuni. Tatu, Kristo alikuwa mwanakondoo ili kunitoa mimi kwenye dhambi. Kristo alikuwa mwanakondoo. Nne, palikutajika moto. Kristo kifo chake ndicho kilipofanyika nini? Moto. Na moto ukiwaka huu unaelekea wapi? Juu. Ndio maana Yesu alipofufuka alielekea wapi? Juu. Kuashiria kwamba sadaka imefanya nini? Imefika. Alafu kitu cha pili kinachosumbua watu wengi katika hili swala la madhabahu, swala redemption. Kuna neno Kiingereza alipo kwenye Kiswahili redemption. Neno redemption kwenye Kiebrania neno pada. Pada manake ni nini? Kiingereza ni salvation and deliverance. Pada, salvation and deliverance. Salvation ni wokovu wa moyo. Umeelewa? Wokovu wa moyo. Lakini mwili hauokoki. Mwili unapitia mchakato wa ukombozi, ndio deliverance. Kwa hivyo roho inapokea wokovu, lakini mwili unapitishwa kwenye deliverance. Na kinachofungwa na nguvu za giza ni mwili. Kwa hivyo unaweza ukaokoka, ndani umeokoka, lakini mwili wako unahitaji upitishwe kwenye mchakato wa kukombolewa, kuondolewa kwenye mifumo uliokuwa umezoea. Kwa mfano, ameokoka mtu ni mlevi, ameokoka mtu ni mzinzi, ameokoka mtu ni mwizi. Kinachookoka ni nini ndani? Ni roho yake. Mwili umeokoka? Bado. Anahitaji apitishwe kwenye mchakato wa ukombozi ili tabia aliyokuwa nayo ianze kufanya nini? Kumtoka. Kama alikuwa mlevi, apitishwe kwenye mchakato wa ukombozi, kile kiu cha ulevi na ile roho ya ulevi ifanye nini? Imtoke. Umeelewa? Ni mchakato, sio kitu cha siku moja. Kwa hivyo, kwa kuwa pia kwenye ufalme wa giza wanatumia mchakato ili kukubana kwenye maisha usitoke. Ndio maana pia kwenye mwili tunahitajika sisi tugharimike. Yesu aligharimika kwa sadaka yetu ya moyoni ili tupate uzima wa wapi? Wa milele. Lakini sisi kwenye kuishi hapa duniani tuna gharama lazima tulipe. Yes. Na hiyo gharama tunalipa sisi. Na ndio maana kuna kipofu mmoja ama kiwete mmoja Yesu alimponya. Baada ya kumponya, Yesu akamwambia, enenda hekaluni ukajionyesha kwa Mafarisayo na ukatoe sadaka iliyoamriwa na Musa. Kwa nini Yesu anamwambia si nimekuponya, nenda zako? Kwa nini msisitiza anamwambia na ukatoe sadaka iliyoandikwa na kuamriwa na nani? Na Musa. Unaelewa hicho kitu? Sasa huo ndio utofauti. Alafu kitu kingine cha pili, watu hawajui neema ni nini. Ndio maana wanacheza tu mchezo wa shere, neema neema neema. Neema ni sheria ya kiroho kwenye ulimwengu wa kiroho, kwenye ufalme wa Kristo. Kama vile sheria ya Musa ilivyokuwa inafanya kazi mwilini, sheria ya Musa haikuwa na mamlaka rohoni. Ndio maana yule mwanamke aliyeshikwa kwenye uzinzi alipoletwa mbele ya Yesu Kristo, Mafarisayo akamuuliza Yesu, maana Mafarisayo alijua huyu jamaa amekuja na serikali nyingine, amekuja na sheria nyingine. Wale Mafarisayo wakamuuliza, kulingana na sheria ya Musa, huyu mwanamke atakana apigwe mawe hadi kufanya nini? Kufa. Mafarisayo akamuuliza Yesu, wewe unasemaje? Tu refresh hilo swali. Kwa nini Mafarisayo wanamuuliza wewe unasemaje, kama Mafarisayo alijua Yesu amekuja kutembea kwenye sheria ya Musa? Ina maana huyu Yesu ameleta sheria nyingine mpya ambayo ni tofauti na nini? Sheria ya Musa, ambayo ndio inaitwa nini? Neema. Na sheria neema ni kali, na ni kali kuliko sheria ya Musa mara 100. Nitakudhibitishia. Yesu alipowaambia wale watu asiye na dhambi afanye nini? Awe kwanza kumpiga na jiwe. Hakuna aliyempiga. Yesu akainama chini akaanza kuwahukumu, sababu hatima ya mtu imeandikwa kwenye ardhi, na unyayo wa mtu
unaingia mkataba na Mungu ili ule mtu akanyage kwenye ardhi. Kwa dhambi za mtu zote zimeandikwa kwenye ardhi. Kwa Yesu akaanza kukagua wale watu dhambi zao. Aliwaambia asiye na dhambi wao kwanza kufanya nini? Kumpiga jiwe. Akaanza kukagua dhambi zao. Kama chini anachora. Biblia inasemaje? Walianza kutupa jiwe kutoka kwa yule mkubwa hata yule mdogo. Ina maana Yesu alikuwa anakikuhukumu, unatupa jiwe mwenyewe, next njoo. Anakuhukumu, unaondoka. Tunajuaje Yesu alikuwa na hukumu? Na swali, alikuwa anatumia sheria gani? Ya Musa? Hapana. Kuna sheria nyingine alikuwa anatumia. Nao alipokuja kwa yule mwanamke akamwamsha, akamwambia, kwa nini hawaja kupiga na mawe? Kwa kuwa wakupiga na mawe hawaja kuhukumu, nami sitafanya nini? Sitakuhukumu. Ina maana wale wengine nilikuwa nafanya nini? Na hukumu. Wewe sitakuhukumu, lakini ina maana nilikuwa na hukumu wale wengine, lakini wewe sasa sitafanya nini? Sitakuhukumu. Walipotoka pale wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, mbona hatujaelewa ulichokifanya? Yesu akamwambiaje? Musa aliandika ukikamatwa upigwe kwa mawe. Ina maana usipokamatwa hiyo dhambi imeenda free. Lakini mimi nawaambia kwenye sheria hii, atakaye mtazama mwanamke au mwanamume akamtamani, umeshazini na yeye. Angalia sheria sasa ilivyo. Sio lazima nikukamate, sio lazima hata mkaribie, umeangalia tu ukatamani. Sheria ya neema inasemaje? Umetenda dhambi tayari. Tena wewe ni mzinzi mkubwa, tena kibaka. Kwani watu watubaki makanisani? Mara ngapi watu mhubiri anasimama madhabahuni na hubiri, lakini kuna mtu tayari ashamvua nguo pale, anamuwazia anavyomwazia, anazini na yeye madhabahuni na mhubiri kwa bizi na hubiri. Mara ngapi tumeona watoto, Bwana Mungu bado anaumba. Mara ngapi tumeona watoto barabarani kusema la haula, Mungu ameumba. Unaona haya maneno? Nitakupa mfano mwingine kuambia neema sio kitu wanacho watu wanafikiria. Neema ni upanga, yani sheria Musa ni upanga butu, neema ya Musa ni upanga ukatao kuwili mwenye makali. Tena mara 3. Yesu akatoa mfano akasema kuna watu watatu, wawili walienda kaluni kusali. Mmoja Farisayo, mwingine mtoza ushuru. Huyo mtoza ushuru akasimama kule nyuma kabisa. Sema, Mungu mimi hata sifai kunyanyua kichwa kufanya nini? Kuangalia wewe. Lakini mtoza ushuru akasimama, Farisayo akasimama madhabahuni. Alisemaje? Mimi Mungu unanijua, natoa zaka yangu kamilifu, nafunga mara 2 kwa wiki, natoa, nasaidia wajane. Akataja vitu vyote. Yesu akatoa mfano akasema, akawageukia wanafunzi akamwambia, nawaambieni hakika haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, ufalme wangu wa mbinguni hamtauona. Aha. Hebu tuchambue hiyo sheria na haki. Kumbe level ya Farisayo ndio anayetakiwa kutoa fungu la 10. Lakini mwana wa ufalme anatakiwa atoe zaidi ya fungu la 10. Ndio maana sema haki yenu isipozidi haki ya nani? Ya Farisayo, ufalme wangu hamuingii. Ina maana mtakatifu anatakiwa atoe fungu la 11 na zaidi kama unataka ufalme. Akasema haki yenu isipozidi. Mafarisayo walikuwa wanafunga siku 2 kwa wiki. Msipozidi Farisayo ina maana siku 3. Angalia tofauti hizo sheria. Ina maana sheria ya neema ni kali kuliko sheria ya Musa. Na sheria ya neema, nifafanue vizuri, sheria ya neema ina uwezo kuhukumu mwanadamu hata baada ya mwili huu. Na ndio itakao tu kuhukumu mwanadamu kwenye ufalme wa Mungu. Biblia inatuambia kwamba hamjui kuwa mtahukumu hata malaika. Wewe si kweli? Lakini swali niulize, wewe mwanadamu ulio kwenye mwili utahukumuje kiumbe kilicho rohoni? Utatumia sheria gani ili umhukumu malaika? Sheria itakayotumika ili wewe umhukumu malaika ndio hiyo inaitwa neema. Na ndio maana Yesu alikuja kuanzisha imani mpya. Abrahamu alikuwa baba wa imani, lakini imani ya Abrahamu ilikuwa inatamania vitu kuviona, kusubiria vitu kuviona, lakini hakuwahi viona. Ndio maana Yesu alipokuja akazindua imani mpya. Sio Abrahamu tena.
akazindua imani mpya. Waibrania 12 anasemaje? Kwa kuwa Kristo alikuja ndio mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Anaanzisha imani gani? Anaanzisha imani nyingine mpya ambayo inatembea kwenye sheria zingine mpya. Imani ya Abrahamu ilitembea kwenye sheria ya Musa. Imani ya Kristo inatembea kwenye sheria ya neema. Naam. Kuna kitu kingine hapo umekizungumza Apostle, swala la kiwango cha utoaji. Yes. Tunajua kuna maandiko ambayo watu wengi katika jamii ya Wakristo tumekuwa nayo. Kwa mfano, siku moja Yesu alikuwa hekaluni, akamuona mwanamke akitoa senti. Akawaona matajiri wakitoa, akasema mwanamke huyu ametoa. Unaizungumziaje tafsiri hii ya kiwango ambapo umesema kila mtu ambaye Mungu amebarikiwa, Mungu amembariki aje kwa kiwango hicho? Sasa kuna watu wanatumia andiko kama hilo kuhalalisha kwamba yamkini unaweza kutoa kidogo ila mbele za Mungu kaonekana umetoa kikubwa. Alafu mwingine ametoa kikubwa mbele za Mungu kaonekana ametoa kidogo. Unalizungumzaje kuliweka sawa ili watu waweze kuelewa na kufahamu? Huo ndio utapeli mkubwa sana ambao Ibilisi ameingiza kanisani. Naita utapeli kwa nini? Kwa sababu watu wamemquote Kristo out of context. Kwa sababu ni mwalimu wa chuo cha Biblia, nifafanue vizuri. Yesu alipokuja akiangalia watu walivyokuwa kitoa, akaangalia matoleo yote, lakini akasema kitu moja, mwanamke huyu ametoa zaidi kuliko wote. Lakini Yesu alitoa jibu alitoa kipi? Akasema kwa kuwa huyu mwanamke ametoa kulingana na hazina yake yote. Ina maana nyuma yake hakuna hata kimoja kilichofanya nini? Kilichobaki. Alichotoa ndicho chake cha mwisho. Kama ule na hiyo historia imejirudia. Elia alipoenda kwa yule mwanamke mjane, alitoa cha kwake cha mwisho, ndicho kikaongezeka. Yesu alipokuja kwa yule mwanamke mjane, akamwambia huyu mwanamke ametoa cha kwake cha mwisho, lakini nyinyi mlitoa kutokana kwenye utele wenu. Kumbe uhalali wa kutoa sio kiwango ulichotoa, lakini swali ni kilichobaki ni kiasi gani? Kumbe Mungu anapima kutoa kwako kulingana na kilichobaki, sio ulichokitoa. Kwa hivyo haya maneno kusema kwamba lazima nitoe kidogo ndio nionekane nimetoa zaidi ni unafiki na utapeli. Yesu alichomaanisha, huyu katoa nyingi kutokana na hazina yake, hakuna kilichobaki hata nyuma, hana kingine ya mbele na nyuma. Lakini akasema vizuri, lakini nyie mmetoa kulingana na utele wenu, kwenye hazina zenu zimejaa, lakini nikilinganisha mlichokitoa na kilichobaki kwenu, mmemuibia Mungu. Sasa ni wangapi leo sasa tunamuibia Mungu? Mtu ana 200,000 hapa, lakini sadaka anatoa shilingi 2,000. Mtu ana 200,000 hapa ya kwenda kula kitimoto, na akitoka ibadani na ingia kula kitimoto, na atakula na wanawe 50,000 imekata, lakini sadaka alitoa shilingi 5,000. Alafu anasema eti ndiye ataonekana mbele za Mungu ametoa zaidi. Yesu alimaanisha kiwango cha kutoa kwako kitalinganishwa na kilichosalia kwako. Umetoa 200,000, una 150,000. Kwa watu pale wataona umetoa kingi, lakini mpokeaji anasemaje? Mwizi. Ndio maana amesema hapo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kila mmoja aje kulingana mimi nilivyombariki. Kwa sababu mimi niliyebariki ndio ninayepokea unachokitoa. Kwa hivyo ukinidanganya nafanya nini? Nafahamu. So hicho ndo kitu kimewapelekea watu wengi kuwa maskini. Sasa tumalizie hapo kwa waombaji. Kuna kitu tumekizungumza hapo kwamba kuna falme mbili zinapigana. Yeah. Sasa nimekwenda mimi kama muombaji prayer warrior kumkomboa mtu ambaye zilitolewa ng'ombe 5 ili kumfunga. Yes. Mimi nataka nifanye nini kwenye dhabihu? Swali la kwanza, wewe unakwenda kumfungua mtu aliyefungwa kwa dhabihu. Yes. Wewe mwenyewe muombaji umewaitoa dhabihu? Sasa kuna ng'ombe 5 zimetolewa. Mimi kama turudi kwenye huyu muombaji. Ndio. Anayekwenda kumhudumia mtu. Naam. Yeye mwenyewe kwanza, yeye mwenyewe amewahi toa dhabihu ili kujifungua yeye kabla hajaenda kufungua watu? Hajatoa, tuseme. Hajawahi toa. Anakwendaje kumfungua mwingine? Yesu alisemaje? Toa nini kilicho kwenye jicho lako kibaya kabla hujatoa kwenye boridi la mwenzako. Hicho ndo kinachoua wana maombi. Wanaona matatizo mazito ya wenzao,
wanaona mizigo ya wenzao, lakini wao wenyewe hawaoni matatizo yao. Wanatumia andiko la Paulo kwamba alikuwa na mwiba lakini akifungua ngine. Na tena cha pili, hawajui maana tafsiri ya mwiba wa Paulo ilikuwa nini. Mwiba wa Paulo haukuwa ugonjwa. Sasa kizuri naongea na mwalimu wa chuo cha Biblia. No. Mwiba wa Paulo haukuwa ugonjwa. Mwiba wa Paulo ilikuwa mke na watoto wake. Paulo alikuwa ameoa. Alikuwa na mke na alikuwa na watoto. Wakati alipookoka, kumbuka alikuwa kwenye baraza la Sanhedrin. Na baraza lile lilikuwa na sheria zake za kuingia. Huingii huna mke, huingii huna watoto. Kwa umezaa mtoto wa kwanza utajumana, ulikuwa unapewa mwaka mmoja wa kwenda kukusherekea na mke wako. Kwa mpata kama mtoto kama unajua huyu ulipata kiajali. Ili wajua umekoma ufahamu, walikuwa ni hesabu baada ya kuzaa mtoto wa pili. Kwa hivyo ili Paulo Sauli aingizwe kwenye lile baraza, alikuwa amehitimu vigezo na sheria na masharti ya Kiyahudi ili kuingia wapi? Kwenye ile kikao. Lakini wakati Paulo ama Sauli alipokengeuka njia zao, akapigwa na Yesu, akaja upande wa Yesu kutetea imani, wale Mafarisayo wakaiba mke wake na watoto wake, kwambia kama unataka mkeo na watoto uikane hiyo njia urudi kwenye Ufarisayo. Akakataa na akasema sitaoa tena, maana safari hii hata nikioa nitatekwa, mke wangu na familia yangu watateseka, heri nikaa hivyo hivyo. Na hakuna mtu mwenye ameongea masuala ya ndoa kwa upana kama Paulo. Sasa kama hakuoa alipateje uhalali kujua hayo yote ndoa? Awatuambia hata padri anashauri watu na hajaoa. Padri ni padri, yule alikuwa Paulo. Kwa sababu masuala ya kuoa na kutoolewa wengi wametoka kwa Paulo. Kwa hivyo kabla hiyo historia ya Paulo ijawepo, kulikuwa na shauri gani? Sawa. Sasa kufahamisha wana maombi wengi, kwa sababu tuko kwenye kipindi cha kuelimisha wana maombi. Yes. Na imani wewe mwenyewe Apostle ni mmoja wa waombaji wakubwa. Ndio. Mwana maombi afanye nini anapokwenda kumfungua mtu? Kitu cha kwanza, mwana maombi ndio afunguke yeye kama yeye kuwa mtoaji. Naam. Uwezi ukapanda karama ya utoaji kwa mtu kama we mwenyewe huna. Ndio maana Paulo na Yohana Petro na Yohana walipokuwa naenda hekaluni kwenye mlango mzuri, walimwangalia yule jamaa kiwete. Yule jamaa akawaangalia vizuri, akamwambia umetuona vizuri. Dhahabu na fedha sisi fa nini? Hatuna, lakini tulicho nacho tunakupa. Nyanyuka. Walicho nacho walifanya nini? Walitoa. Shida wana maombi hawana cha kutoa, lakini wako bize kutoa. Ndio maana wana maombi wamepigwa na pepo la ubairi ili wasitoe, na hawatoi kufunguliwa wao. Ndio maana wanapokwenda kuwafungua wengine waliofungwa pia kwenye sadaka, ile mizimu inaweza kawatii ikaachia, lakini itakuja kudai kisasi cha ile kafara kwako. Sasa gharama ile kafara, labda ng'ombe 4, ng'ombe ngapi, yale mapepo yatatoka, hayatamrudia yule mtu. Yataenda wapi? Yatahamia kwako uliotoa mamlaka. Wewe uliyesema kwa jina la Yesu toka, si umeyatoa kinyume cha sheria, yatakuja kukudai wewe. Yanapokuja kukudai wewe ndio kile kisasi sasa. Mtoto amepigwa, nini amefanyika hivi? Ndio maana akikupata huko vizuri, yanahama kwako, anampiga mkeo. Yakimpata mkeo yuko vizuri, yanapiga watoto. Ndio maana watoto wengi wa watumishi majeuri, utundu wa kupitukia, wengine makahaba, wavuta bangi, nini haieleweki, maisha haieleweki, ndoa hazieleweki, na watoto watumishi. Shida ni nini? Vile visasi walivyoombea watu, ile mizimu ikaja kudai ile kafara kwao, na wao wenyewe hawakuwa watoaji, wala hawakutoa, wala hawakuelekeza mtolewa pepo cha kufanya. Kama mwana maombi awe kanuni ya kwanza, ajibadili mfumo ulio ndani yake wa kutoa, aanze kuwa mtoaji. Kuna pepo la umaskini aliwezi likakaa kwa mtu mtoaji. Hakuna maombi ya kufukuza umaskini. Kama yapo, wana maombi ndio wangekuwa watajiri kuliko watu wote. Lakini kwa nini walokole wanaomba sana lakini ndio waliofulia? Nitajio kati ya millionaires Tanzania, walokole ni wangapi? Kama maombi ndio ingetajirisha watu,
walokole ndio wangekuwa matajiri, mamilionea sio kubwa, na maombi yao wamefulia. Na uzito na uchungu wa hela. Shida ni nini? Kuna kanuni wanazozivunja kwenye anga za kiroho. Mungu anakusubiria madhabahuni ili muongee na yeye. Barua ya utandawazi, barua ya wazi ya kumwalika Mungu kwenye kikao ni dhabihu yako, ndio inayopeleka manukato mbele ya Mungu ili akusikilize, akubariki. Ile barua wewe unamhitaji Mungu kwenye madhabahu? Anakuja kujaje madhabahu? Kuja kufanya nini? Hana mwaliko, huja mwalika na barua mwaliko ambayo ni dhabihu. Wanamwombe watakwambia dhabihu ya Yesu. Yesu alipokufa msalabani alilipia dhambi, hakulipia utumwa wetu. Ndio maana akasema aaminie ataokolewa. Kwa hivyo uokovu waliolipia Yesu ilikuwa wa kuamini, lakini mwili unahitaji utolewe kwenye vifungo. Umeelewa hapo? Mwili unahitaji utolewe kwenye vifungo. Umeuliza swali ambalo nitakupa andiko lingine. Soma Zefania. Kabla tuende Zefania, soma Zaburi 118 mstari wa 27. Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wa 27. Hapo. Mstari wa 27 inasema Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Ifungeni dhabihu kwa nini? Kwa kamba pembeni manini? Mwa madhabahu. Maana hatujui Mungu atashuka lini kwenye madhabahu. Maana mapatano yetu sisi na Mungu ni wapi? Madhabahuni. Lakini Mungu atashuka lini kwenye madhabahu? Hatujui. Ndio maana nasema ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu, ili nini? Kila wakati pawe na dhabihu yako. Uwe mtoaji wa kila wakati, ili Bwana atakaposhuka kwenye madhabahu aikute dhabihu yako. Maana vita vyako vinapiganwa na kanuni ya madhabahu. Sasa bila dhabihu madhabahuni, vita vyako haviendi. Ibilisi anapata an empowered altar is the altar that speaks. Nitafsiri kwenye Kiswahili. Madhabahu yaliyowekezewa nguvu ndio yanayozungumza. Sasa madhabahu ya upande wa pili yamewekezewa nguvu, yana sauti. Wewe upande wako umewekeza nini? Madhabahu yako yana nguvu? Hayana nguvu. Ndio maana pamoja na maombi yale madhabahu yanakupiga. Pamoja na kufunga kwote yale madhabahu yanakupiga. Umeona hapo? Naam. Nenda makanisani uone. Hakuna watu wanaomba kwanza wakiamua tunampiga shetani. Toka walipoanza kumpiga shetani hawajawahi muua. Na ni dunia yote. Na kuna kitu nataka nirekebishe hapo kizuri. Hakuna mwanadamu aliyopewa mamlaka kumuua shetani. Hakuna. Ni kinyume cha sheria. Hatukuwahi pewa mamlaka kuua shetani. Maana huyo mtu tunayemcheza naye hatumjui. Yule jamaa alikuwa kerubi, alikuwa anaishi mbinguni. Anamjua Mungu ana kwa ana. Yaani mwanadamu anaumbwa duniani, shetani anamuona mwanadamu hivi. Ni mzee kingongwe duniani kuliko mwanadamu. Biblia inaandikwa yeye akiona. Kila tukio linaandikwa, si tunayasoma. Yeye alikuwa anayaona live. Matukio aliyokuwa anaandikwa alikuwa anayaona. Yesu mwenyewe alipokuja kumuua shetani. Tusome maandiko vizuri. Waraka kwanza Yohana anasemaje? Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhibitishwa ili kuziharibu kazi za nani? Za shetani. Kwa mamlaka tuliyopewa ni kuziharibu kazi za nani? Za shetani. Matendo ya Mitume 1:8 anasemaje? Na mtapokea nguvu atakaposhikeni Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa nani? Mashahidi. Yale mashahidi mnaenda kufanya nini? Kuziharibu kazi za shetani. Kukomboa watu kutoka kwenye utumwa. Mnaenda kuharibu kazi za shetani. Akasema Mathayo 28:18 anasemaje? Mamlaka yote juu mbinguni na duniani nimepewa, nami nawapa. Yale mamlaka wanafanya nini? Kuziharibu kazi za nani? Za shetani. Angalia amri aliyopewa Adamu na Hawa kwenye shamba la Edeni. Aliambiwa ukimpata nyoka utamponda nini? Kichwa.
Aliambiwa uwe nyoka? Aliambiwa aponde nini? Kichwa. Atakufa asiife, aponde nini? Kichwa. Ndio kitu Yesu alichokuja kufanya, kuziharibu kazi za shetani. So tumepewa nguvu na mamlaka ya kutulinda ndani ya Kristo ili kuziharibu kazi za shetani. Now, shetani anatumia haya maandiko kutuvuruga sisi na kutufungia nje ili tusiweze kumharibu. Ndio maana ameinua imani nyingine tofauti ya kukaa nje ya matoleo. Maana Yesu hakuja kuivunja agano la kale, alikuja kuikamilisha. Na bila agano la kale hamna agano jipya. Na agano jipya ni maneno madogo sana, lakini imani nzima imefanywa kwenye agano la kale. Maana vilivyotabiriwa kwenye agano la kale vingi na havijatimia hata leo. Danieli anapozungumzia kuhusu mpinga Kristo anayekuja, amekuja mpinga Kristo. Unyakuo amekuja. Isaya, Mose anaongea kuhusu unyakuo, amekuja. Musa miaka hiyo iliyopita anazungumzia kuhusu ujio wa Kristo mara ya pili. Yesu amerudi mara ya pili, bado. Kwa hivyo agano la kale halijakamilika. Kwa hatuwezi tukalifuta sheria za agano la kale ukasema kwamba Yesu ameshakuja amekufa damu msalabani kwa ajili yetu. Kama Yesu angelikufa na akafanyika sadaka kila mmoja, siku Yesu alikufa msalabani angelimuua shetani. Tusingehitaji tena wokovu mwingine. Wokovu ungekuwa permanent. Kwa nini Yesu alimuacha shetani? Bado yuko free, bado ana malaika wake wanaotujaribu huku mbele na nyuma. Na hata kama yuko free, ana kanuni na mikataba yake anayofanya kazi nayo. Kwa afanye kazi bila kanuni. Ndio maana hizo kanuni sisi tulipewa. So Ibilisi anachofanya, anajaribu kutuziba ufahamu, tuzipuuze na kuziacha zile kanuni ili yeye atupige. Amen. Amen. Tumalizie hapo. Bwana awabariki sana. Amen. Hello.